La Bwana wetu lipewe sifa. Praise the name of the Lord. Ndio, hiyo ulikuwa ni wakati mzuri sana. That was a really good time Ambao Kristo alituambia kama that Jesus said to us, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. do this in remembrance of me. Kila wakati wote mnapokusanyika, As we gather, mfanye hivi kwa kunikumbuka. whenever we gather, do this in remembrance of me atakaporudi. until the return. Hallelujah. Amen. Najua nyumbani I know back home, wakati tulikuwa tuko nakimbia vita, when we would flee from war, kuna wakati mko nakimbia there was a time we were fleeing, ijapokuwa katika mateso, though the suffering, lakini tunakaa pamoja but we remained together kama jamaa. as a family, Asema acha tumkumbuke Yesu Kristo. saying, let us remember Jesus. Hallelujah. Amen. Ni kitu kizuri sana kumkumbuka Yesu Kristo kila wakati wote. It's a beautiful thing to remember Jesus every Jina la time. Bwana wetu libarikiwe. Praise the name of our Ndio Lord. tunaenda katika kipande chetu cha mafundisho leo. We'll continue to our teaching today. Najua muda wangu ulichukuliwa sana, I believe my time was taken, lakini naamini tutamaliza vizuri but tu. by the grace of God we'll finish well. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Praise the name of the Kwa hiyo Lord. tutaenda kusoma sisi wote wima. We'll all stand Tutaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo and we'll read from the book of Matthew, 16 Matthew chapter na 16, udogo wake 24 verse 24, mpaka 26. all the way to 30, Kwa hiyo tutaomba 26. yule ambaye tusaidia kusoma The reader that will read for us, ende kutusomea hicho kitabu please read from this book katika jina la Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. Tunasoma Mathayo 16:24-26 kwa jina la Yesu Kristo. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hallelujah. Hilo ni neno la Bwana ambalo ametupa kwa siku yetu, That is the word of the Lord. ili tupate kulisikiliza. Ndio, najua leo tutajifunza kitu kimoja kiko tofauti, lakini kinafanana na ile ambayo tumeshasikia zamani. I know today we'll learn a different thing, but it's similar to what we've already heard. Amen, amen. Amen. Najua mulishasikia ama mulishaona kwa wakati moja You've heard and you've seen makanisa, churches, watumishi servants ambao walianza vizuri. who started well. Kanisa likaanza kupanda, The church started growing. watumishi wa Mungu wanaanza kufanya kazi kwa nguvu sana, kwa The bidii. servants of God served diligently. Lakini kwa mshitusho tu, But the wonder is, unaona vitu vinaanza kutembea vibaya. you see things start going bad. Mtumishi alikuwa na nguvu, The servant who was powerful anaanza kuwa kama vile mtu ambaye ana na uwezo wa kufanya kitu chochote. starts to be someone who doesn't have the ability to do anything. Yani shekina ama utukufu wa Mungu ambao ulianza, The glory of God that first began unaanza kuwa uko naenda na fifia, starts to dim naenda napotea. and starts to fade. Watu saidie sana. Amen. Hivi vitu vinafanyika kila wakati wote These things happen every time katika maisha ya Wakristo wengi. in the life of many believers. Napenda kanisa la kuomba linifuate kwa siku leo vizuri. I want the Church of Kuomba to follow me today Hivi vitu attentively. vinafanyika kila wakati wote. These things occur every time. Kanisa linaanza kwa nguvu, Church starts with strength, na baada but afterwards utukufu wa Mungu unaanza kufifia. the glory of God starts to fade. Watumishi wa Mungu walianza na nguvu, Servants of God who began with na strength, kisha wakati moja utukufu wa Mungu unaanza the kufifia. glory of God starts to fade. Bwana tusaidie sana. Amen.
Na tunapoona kitu hiki kinafanyika, when we see a thing like this occur, tunaenda kutambua ya kama we get to understand watu wanaanza kupoteza nafsi zao. that people are losing their souls. Watu bariki sana. Amen. Tunapoona When we see watu walianza katika nguvu people who began with na power wanaanza kushuka, starts to dim, hiyo ni alama inayoonyesha ya kama that is a sign that shows watu wanaanza kupoteza nafsi zao. that their souls are being lost. Na wakati watu kanisa linapoteza And when the church nafsi yao loses its soul na inaanza kuteremuka and starts to dim and katika deviate mediocrity, in mediocrity, ni kusema katika kutokuwa na nguvu, to not having power, watumishi kutokuwa na nguvu. the servants of God lacking power. Kwa nini wasiwe na nguvu? Why lack power? Maana nafsi zao For their souls zimeshapotea. has been lost. Watu saidie sana. Amen. Na kumbuka I recall mmoja uandishi ama theologian mmoja one theologian alienda kuandika ya kama wrote saying, wakati watu wanaanza kupoteza nafsi zao, when people lose their souls, kila wakati wote every time, inaombaka hekima mkubwa it sana requires a great wisdom juu ya mtu kuvumbula ya kama for one to recognize nafsi yake inaanza kupotea. that their soul has been lost. Watu saidie sana. Amen. Inachukua hekima sana mwingi It sana requires a great wisdom juu ya mtu kutambua ya kama for one to become aware kwa hii wakati nafsi yangu inaanza that at kupotea. this moment my soul is getting lost. Na akaleta mfano ya kusema kama And he brought an example asema saying kupotea kwa nafsi that the loss of the soul iko sawa mtu anapoteza credit card yake. is as one loses their credit card. Maana credit card kila wakati yote, For every time your credit card, mara mingi tukwake na tuko we naitumikisha, don't often use it all the time. inabakia tu paka mu wallet mu pockets ya It kila remains wakati in our yote. pockets, Sijua kama in kanisa our linanifuata wallets. vizuri. The church, are you following Haleluya well? kanisa. Amen. Kupoteza kwa nafsi akasema ya kama Losing our soul, he iko kama said, vile mtu anapoteza credit card yake. it's like one who loses their credit card. Maana kwa nini alileta mfano wa credit card? Why did he bring the example of Maana the alijua credit kama card? kila mara credit card tunapoichukua katika mfuko Because he knew every time we put our ama credit card in katika our wallet wallets yetu or in our pockets, hatutiake kwa mawazo sana. we don't think about it too Mara much. mingi tuna swap ni debit kila wakati yote. Many times we Debit, just debit. swipe our debit card. Watu saidie sana. Amen. Maana credit tuko naogopa sema nikiswap For the credit, we worry that if I nina swipe beba it, ndeni. I will have a Watu saidie debt. sana. Amen. Sasa utakuwa na tumaini ya kama credit card yako And so you'll hope that your iko credit mu card wallet will stay in your na wallet utie kwa mawazo yako and you yote. won't really think about it. Unasahau You forget about kila it. wakati unapotembea credit card yangu iko tu mu Every mfuko. time you walk with your credit card in your wallet, in your Mpaka siku moja pockets, nashituka until one day, unapoangalia mu wallet yako when you look in your wallet, credit card haina. your credit card is missing. Watu saidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Akasema kama He said, hivi ndivyo hivyo this is how watumishi wengi many believers, wanatia they put maisha yao their lives kama vile maisha ya as kawaida, a regular life. wanazoea katika hiyo njia, wanafanya kila wakati kazi ya They Mungu, become mediocre in the work of lakini God, hawajui ya kama but they don't know nafsi zao that their souls imeshapotea zamani. are already lost. Watu saidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tuende kuangalia Now let us look. nafsi ni nini. What is the soul? Katika mwili wa mwanadamu In the body of men, muna vipande tatu vya maana zaidi, there are three very important na hiyo parts. mafundisho sio mafundisho ya sasa, And this is not a new ni teaching. mafundisho ambayo hata mchungaji alifundisha. It is a teaching even the pastor Watu preached saidie about. sana. Katika mwili wa mwanadamu In the body of men, muna vipande vitatu vya maana zaidi. there are three things that are very Kipande important. cha kwanza The first part ni kile ambacho watu wote wanaona kwa macho, is what we all see. ni kusema ni mwili wetu. We see the body. Kila mtu anapokuja hapa Everyone that comes here, tunakuona unavaa vizuri, we see you dressed tunakuona well. unatabasamu, We see you smile tunakuona well. unaimba nyimbo, We see you sing. tunakuona unasaidia watoto, We see you help the tunakuona children. unapokelea wageni mlangoni, We see you bring the tunakuona visitors to unachukua church. pesa unahesabia, We see you count the money tunakuona in unasalimia church. watu kwa We furaha. see you greet people Watu saidie joyfully. sana. Amen. Huo wote ni mwili ambao unaonekana kwa nje. All this is what appears from the outside. Watu saidie sana.
May the Lord help lakini us. sisi But us, tuko naongelea ya yale ambayo iko ndani. we're speaking about the inner things. Bwana tusaidie sana. Amen. Kumbe kipindi cha pili Therefore, the second part kinachopatikana katika mwili wa that mwanadamu is found in the body of ni men nafsi yake. is their soul. Bwana tusaidie sana. Amen. Nafsi ni kipande cha pili cha muhimu sana The soul is a very important thing ambacho hatukione kwa macho, that we don't see with the eye, lakini kinafanya kazi kila wakati wote, siku zote. but it operates every day. Kwa hiyo kwa kutambua ya kama Therefore, to understand nafsi yangu inafanya nini ndani yangu, the soul's work in us, kitu cha kwanza ujue ya the kama first thing you must wakati understand unapokuwa na akili ya kufikiri vitu, is that when you have the mind to think sio about mwili things, unafanya it vile, is not the body ni that does nafsi yako this, iko ndani, but it is the soul from iko na within communicate na mwili that communicates with the juu ya body kutimiza kile kitu. in order to fulfill that thing. Watu saidie sana. Amen. Yani nafsi tena The soul ndio ambayo also mnakuwa insia, is what carries yani, emotions emotion ambayo tuko nasikia kila wakati and the wote. things we feel. Hivyo vitu vinatoka ndani ya nafsi These come from the soul. hadi kuja katika mwili, They don't come from the vinatoka body, katika nafsi. but they are part of the soul. Nafsi ina communicate kumwili The soul communicates with na the mwili body, unaanza kuvifanya. and the body begins to do these things. Watu saidie sana. May the Lord help Ni us. kusema kuna mtu wa It is nje to say there's an outer man tunamuona kesi nasimama that hapa, we see them physically as na I kuko stand, mtu wa and ndani there's an inner man ambaye iko natusaidia kufikiri, who helps us think, ambaye iko natupatia kuwa na who feeling, gives us the emotions and ambaye iko feelings, natusaidia kuwa na who mapenzi. gives us the will Bwana tusaidie sana. Amen. Na ule tena iko natupatia hali ya utu. and allows us to be an individual person. Amen. Personality ya mtu The personality of a iko person katika nafsi ya mwanadamu. is within the soul of the. Sijui kama kanisa linanifuata I vizuri don't know if sana. the church is following. Personality ya mtu, Your personality, kama mtu eko nasema maneno mazuri, if one speaks good things, haitoke katika mwili, it does not originate lakini from the inatoka body, katika nafsi yake. but it comes from their soul. Ni kusema ule mtu wake wa It ndani means that their inner man ndiye ambaye iko na msukuma kunena maneno is one mazuri. who's pushing them to say those good words. Sio kama kanisa mnanifuata The vizuri. church, are you following well? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyo ndio ambaye tutaenda kuzungumzia. This is who we'll speak about Lakini today. kabla sijawazungumzia ya hiyo, But before I continue with napenda this, niwaambie mtu wa tatu ni I nani. want to tell you who the third person is. Mtu wa tatu ni roho. The third person is the Spirit. Na huyo roho And the Spirit ndiye ambaye anatusaidia is who helps us kutuunganisha na Mungu to wetu. connect us with God. Bwana wetu asifiwe. Praise the Sio kama Lord. unanifuata I vizuri. don't know if you're following. Roho The Spirit ndiyo ambaye inasaidia is what aids mwanadamu men kuwa connected na Mungu. be connected with God. Wakati unapofika katika maombi, When you come to prayers, unaanza kuzungumza na Mungu you wako, start to communicate with roho God. yako inaconnecte na Mungu. Your spirit connects with the Spirit of Bwana God. tusaidie sana. Amen. Sasa kitu kikubwa And the great thing cha is, maana the zaidi important thing ni is, ule anasimama katikati yao. the one who stands in the middle. Huko katikati ya mwili You are in the middle of the body na roho and the Spirit. ndiye ambaye yuko nafanya kazi mzuri That sana. one is the one that operates. Sio kama kanisa mnanifuata I don't know vizuri if you're sana. following. Ule huko katikati The one between ndiye nafsi. is the soul. Kama nafsi iko sawa, If the soul is well, itakonekte na Roho it will Mtakatifu, connect with the Holy unaanza Spirit, kuzungumza na Mungu. and you'll begin to communicate Kama with nafsi God. yako iko sawa, If your spirit is well, itakonekte na mwili it wako, will connect with the na mwili body, wako unaanza kuonesha matunda and the mazuri. body will bear good fruits. Bwana tusaidie sana. Amen. Na njoo kwa maana kwa siku ya leo And that is why today tutaenda kuzungumzia we'll speak juu ya upotofu wa nafsi. about the loss of the soul. Bwana tusaidie sana. Amen. Upotofu wa nafsi. The loss of the soul. Kila wakati tunapoenda kwa conference, Every time we go to conferences, kuna swali nzuri ambayo napenda ujiulize na wewe pia. there's a good question I'd like for you to ask Uliza yourself. nafsi yako, habari ya nafsi yangu. And ask your soul, how is my soul? Umuulize kwanza nafsi yako, asema habari nafsi yangu. Just ask your soul, how are you, my Umuulize kwa soul? nguvu sana, habari nafsi yangu. Ask your soul, how are you, my Napenda useme soul? mara tena, habari nafsi yangu. Just ask your soul, how are you, my soul? Bwana tusaidie sana. Amen.
Maana unapojiuliza kumuuliza nafsi For yako when you ask your soul, ni kusema unazungumza na santre ya maisha yako. you're communicating with something that carries your life. Maana katika nafsi For within the tuo soul mnatoka maneno yote tuko nafanya katika originate mwili. everything we do in the Ikiwa physical. ninanena maneno mabaya, If I say bad ni things, kusema ni nafsi yangu it comes from my ambayo soul inakomunike maneno that mabaya communicates those bad kumwili things wangu, to the body, na kinywa kinaanza and kusema. my mouth begins to speak. Watu tusaidie sana. The Lord help us. Kwa hiyo najua kwa mali tufundishe ya And kama that is what we were taught. nafsi ni kitu ambacho tunapata kukichunguza kila The wakati soul is wote. something that must be observed every time. Najua kwa mali nisema ya kama And that is why I continue saying watumishi wa Mungu that the wengi servants of God, many of them, walianza katika roho, they began in the spirit, lakini hapa sasa but now wanaanza kukamilishwa katika mwili. they're walking in the flesh. Na sababu kani? And the reason is Maana maisha yao because their na lives nafsi yao and their souls iko kama vile credit card is ambayo like the credit cards hawatie kwa mawazo, that they don't think about, lakini hiyo ilishapotea but zamani. already it's already lost. Bwana Yesu atusaidie sana. May the Lord help us. Hallelujah. Praise the Lord. Upotofu wa nafsi. The loss of the soul. Kama tunaposoma katika kitabu cha Mathayo, If we read in the book of Matthew, kisha Yesu kuwaambia wanafunzi after wake Jesus speaking to his ya disciples, kusema kila yeyote anataka kunifuata saying, whoever wants to follow me bora achukue msalaba wake must take their cross na apate kunifuata. and follow me. Lakini kuna swali katika verse 7:6. But there is a question in 26. Ni faida gani ambayo mwanadamu What good will it be for ataweza men? kuipata What shall it profit ikiwa a man anapewa ulimwengu wote to nzima, gain the whole world, lakini na kuipoteza nafsi yake? yet forfeit their soul? Watu tusaidie sana. Amen. Asema ni kitu kani utaweza kulipa It says, what shall it benefit a juu ya man? kupata nafsi yako? Amen. Manake ni kusema ya kama It is to say that kuna wakati moja nafsi there are times the soul inakuwa kanapotea. can be forfeited and lost. Watu tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nafsi inapoteaka The soul can be lost. kila wakati unapoamuka. Every time you wake up, Umuulize nafsi yako, ask your soul, nafsi yangu, my soul, habari ya siku ya leo? how are you today? Nadhani Roho Mtakatifu atakuletea mambo yote. I believe the Spirit will reveal to you all Wakati nafsi things. inauliza, For when the soul Roho asks, Mtakatifu analeta the jibu. Spirit brings an answer, Asema nafsi hauna sawa, saying the soul is not wewe well. uko mgonjwa. You are sick. Bwana tusaidie sana. God help us. Bwana tusaidie sana. God help us. Hallelujah. Amen. Ndio kwa maana Yesu Kristo kunasema kama That's why Jesus says kuna urahisi sana wa it is watu very wengi easy for many people kupoteza nafsi to zao. forfeit their soul. Katika mwili In the body, tunaonekana tuko vizuri, we appear well. tuko waimbaji, We are singers. tunafanya vyote, We do everything. tunatoa sadaka, We offer tunafanya offerings. vitu vyote, We do everything. lakini ukweli uliokuwa ndani ya But moyo the wako truth that is inside ni of your heart tofauti na mapenzi ya is Mungu. different from the will of God. Bwana tusaidie sana. God help us. Na hapo unapoona unakuwa katika hali ya maisha yale, And when you find yourself in ujue this kama nature, nafsi yako know that your soul imeshapotea. has already been lost. Bwana tusaidie sana. God help us. Mara mingi Many times tunapokuja kanisani we come to church, tunamwabudu Mungu, we worship God, lakini katikati yetu but among us, wamoja wasikilizani, others don't lakini wote communicate. wanasherekea kumeza ya But Bwana, everyone rejoice over the table of the wanapenda Lord. kumwabudu Mungu, They want to worship na God. wanatoka katika hali And they come from a nature walikuwa napigana. Maana unapoona of magonjwa fighting. kunatoka toka ndani yako, when you fight crossum coming ujue kama from you, kuna magonjwa makubwa know sana that there is a great inaingia sickness katika nafsi yako. that enters your soul. Nafsi yako katika mteremuko Your soul is in a slide. wa kupotea. It is in the way of being lost. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Kuko chance mkubwa sana kupoteza nafsi yetu There is a huge chance to forfeit our soul ikiwa kama atukebe ange. if we're not careful. Kila wakati nasemaka ya kama Every time I say, kazi ya Mungu tuko nayafanya the work of God we do haina politiki. is not politics. Ni fasi ya watu ambao wanakutana It is a place where people gather weko na shabaha ya kwenda kumuona Yesu with the Kristo. purpose to see Jesus. Sasa kama wewe unafanya kazi ya Mungu, So if you do the work of God, moyo wako mwenye kuchafuka, your heart is unclean. yani kuna
wakati wengine wanaita nafsi, wanaita kuwa moyo, when others call the yote iko body, tu the sawa. soul, Amen, amen. or the heart, Unapoanza kusikia ulikuwa unatumikaka vizuri, when you feel that you used to serve sasa well, unaanza kusikia mzito mkubwa sana. but now you feel a huge Hauna burden. ule mama wa bidii, You're no longer the woman who is hauna tena ule diligent. mama wa maombi. You're no longer that prayerful Ukweli wa woman. Mungu haukumotela The ndani truth of yako. God is no longer inside Unaanza of you. kufanya kazi ya Mungu, You start to do the work of basi ni God devoir ambayo umepewa, because it is something that you're asked to do. lakini Yesu Kristo anasema ya kama But Jesus says kuna percentage mkubwa sana there is a huge chance ya watu kupoteza nafsi zao. of people forfeiting their soul. Bwana tusaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Tutaenda kuona vitu ambavyo vinavyosababisha We'll look at things nafsi ipate kupotea. that causes the loss of the soul. Jina la Bwana tulibarikiwe. Amen. Ni nini inasababisha nafsi ipate kupotea? What causes the soul to be lost? Kitu cha kwanza, Amen. ulimwengu na distraction yayo. The first thing is the world and its distractions. Hallelujah. Amen. Ulimwengu The world unafanya watu wengi causes many hawana tena na Mungu. to not have God. Wanaimba Mungu They sing of God, lakini hawana na Mungu. but they don't carry God. Sio kama uko unanifuata mzuri I sana. don't know if you're following. Utukufu wa Mungu The glory of God haumo tena. is no longer there. Maana ulimwengu For the world unatufuta sana. has drawn us so Kila mtu much. anapenda furaha. Everyone wants pleasure. Kila mtu anapenda aone hivi. Everyone wants to see Kila mtu something. anapiga mbio juu apate vile. Everyone runs so they can receive Kila mtu something. anapenda apokee kitu fulani. Everyone wants to receive what they are Na ambitious katika for. mchanganikio huo And in all of these things ambao niko naita mimi that I call mitego ya the shetani, traps of the devil, tulishaingia humo, we have been trapped in them, hatutatambua ya kama tunaanza kupotea. and we don't understand that we're Bwana tusaidie starting sana. to be lost. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. God help Napenda us. mpigie mikono Yesu Kristo. I want you to Pika clap mikono for mahali ulipo Jesus. katika jina la Yesu Clap Kristo. for Jesus where you are. Watu wanapenda vitu kuliko Mungu. People love things more than God. Watu wanapenda pesa kuliko Mungu. People love money more than God. Watu wanapenda vitu vingine People love other things na kujipendela wao wenyewe, and their own lakini selfishness, upendo wa Mungu but the love of the Lord haumo tena. is no longer in them. Sasa zingine kama ulikuwa kwa kanisa, Maybe you came to church. labda mtu alikuambia sema kwa nini haukuja tena kanisa? Someone told you, why don't you come to church anymore? Bwana tusaidie sana. Amen. Maana ulimwengu nakuambia ya kama The things of the word I tell hii you. ni wakati wa kula na kufurahi. This is a time to rejoice and Hii ni wakati wa be kununua happy. chupa ya nani ya madrink na vitu It's a mbali time utie to kwenye buy meza drinks and put it on the table upate kunywa. and drink them. Na mtu akisubutu kukuambia, And if someone tries to tell you, utadharau na Mungu mwenyewe tuko naabudu katika you kanisa would la kuomba. despise that person that we worship with in the church of Watu Kwamba. tusaidie sana. Amen. Maana kuna tabia nyingine Because there's a certain character katika ulimwengu wa leo. in this world today. Watu wanadharau Mungu katika njia yote. People despise God in every way. Wanaenda kanisa kama vile wanavyoabudu mwanadamu They go to church as if they're worshiping men kuliko kuabudu Mungu wa kweli. instead of worshiping the true God. Yaani mapenzi ya dunia The will of the world inapotosha watu wengi. has distracted many Bwana people. turehemu sana. Amen. Bwana tusamehe sana. God forgive us. Na hiyo tunapopenda vitu vya ulimwengu huu And when we love the things of this sana world zaidi kuliko Mungu, more than we love na God, hapo tujue ya kama nafsi yetu katika mteremko know that our soul is sliding. iko naingia katika upotevu It is going to deception, na hauwezi kutambua. and you won't understand. Bwana turumie sana. Amen. Kupenda dunia kuliko Mungu Loving the world more than God ni dhambi mkubwa sana mbele ya Bwana. is a huge sin before God. Maana tunajua mpaji For we know the giver anayetupatia vitu vyote who gives us all ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Na sababu watu wanafukuzia vitu vya ulimwengu, And the reason people run to the things na of the ndio kwa world, maana hatuna na salama. that is why we don't have peace. Mkipata pesa mtapigania hayo. When you have money, you fight for it. Mkijenga nyumba mtapigania When you nyumba. build a house, you Mkiwa na fight over watoto the kama ni house. nini, mkifanya kitu When you mnaanza have kupigana. children, you start fighting. Bwana tuhurumie sana. The Lord show mercy.
Bwana tuhurumie sana. The Lord have mercy. Maana kusema ya kama It is to say that vitu vya ulimwengu worldly ni things zawadi Mungu yuko anatupatia. are a gift that God has given us. Kumbe tunapaswa kuvitrete We vizuri must treat those possessions kusudi well, visije vikatupotosha machoni pa that they Bwana. don't deceive us and dissuade us from the will of God. Bwana tubariki sana. Amen. Wengi wanatamani hata kubaki nyumbani. Many even desire to stay home. Kwa saa 2 ambazo tunaomba tuje kanisani tumuombe Mungu wetu. For the 2 hours that we come to worship God, Najibu atasema ni kusema ya kama they will give you an answer saying, Mungu anaona moyo wangu, God sees my heart. niko sawa, I am fine. hakuna kitu kingine, niko tu sawa, Mungu jua There anaona is moyo nothing wangu. else. The Lord sees my Hiyo ni alama heart. iko inaonyesha kama nafsi yako inaanza That kupotea. is a sign that shows that your soul Bwana is tuhurumie deviating. sana. Amen. Mtu anaanza kukataa kukusanyika, One stops ni gathering. alama inaonyesha sema mtu nafsi yake It is a sign iko katika mkono wa shetani. that their soul has been Kuna handed to the mkono hands of the ulishaingia katika devil. nafsi yako There is a hand that has ambao joined your ulipaswa soul kudeconnecte that you are supposed na to uwe disconnect huru ya kufanya mapenzi ya Mungu and be wako. free to do the will of God. Na ndio kwa maana tunakaa tunafurahia vitu And that is vingine why we rejoice over other things kuliko kumpendeza Mungu wetu. than pleasing our God. Bwana tusaidie sana. The Lord help us. Kumbe mapenzi ya dunia So the will of this world inapeleka katika upotefu brings us to deception and loss, wa nafsi yetu. the loss of our soul. Na ndio kwa maana wakati that is unapopotea why katika vitu vya ulimwengu, When you get lost in the things hata of the world, tunapohubiri neno la Bwana, even when we preach the word of God, watu watalisikia people tena. would not hear it. Bwana tuhurumie sana. God have mercy. Na ndio kwa maana Yesu Kristo That's why Jesus katika Christ, Mathayo 13 ukianza moja kushuka, in Matthew 30, when you go 1 akaleta and fumbo down, mkubwa sana he brings a great example, ya mpandaji revelation alikuwa anapanda mbegu. of the planter who was planting Asema wakati seed. mpandaji It says when the gardener akaenda kupanda mbegu, planted a seed, na wakati alikuwa akipanda mbegu and zake, as he planted his seed, mbegu moja ilianguka njiani, one pembeni ya seed fell on njiani. the road. Na inapoanguka pembeni ya And when njiani, it fell on the ndege wenye haraka roadside, haraka wakaiona the birds saw it quickly na wakaikula. and they ate it up. Ndivyo hivyo wana wa Mungu nao That pia is how servants of people of God wanapolipokea are. neno la Bwana, When they receive the word of na kwa God, muda si mrefu sana in a short while, shetani anakuja analiba the neno devil hilo. comes and takes that Tena word, watu wanabaki hapa kama vile and walikuja. people are left the same Kisha as they were. akasema ya kama And then he gave another na example, ingine ikaanguka kwenye miamba, saying another one fell in the kulikuwa rocks. udongo tu juu, There was just soil on top, na hiyo mbegu ikaota kwa haraka haraka, and that plant grew very maana fast haikuwa na udongo nzuri, because it was not on good soil. inaanza kufa tena. It started to wither away. Watu saidie sana. Amen. Asema hiyo ni alama ya watu ambao wanasikiliza neno la And that Bwana, is a sign of those who hear the word, lakini hawatieko bidii but they don't add ya kuweza diligence kudumu katika neno to hilo. continue in that Wanalipokea kwa word. furaha They sana, receive it with joy, na baadaye and afterwards it withers. yote inapotea. Amen. Kisha akaleta fumbo mkubwa, And he gave another na ingine example. mbegu ikaanguka katika miba, Another seed fell on the na thorns, ikasongwa sana na miba, and it was taken by haikuwa the na nguvu tena ya thorns. kukomala, ikarefuka mrefu. Sijua kama kuko wenye walipandaka mihindi. I don't know if they're those who planted Ukipanda corn. mihindi karibu, When you plant corn too close to each other, haitatosha, it won't sinjo vile, bear fruit lakini and itakomana, harvest. But it will get very inarefuka, long, lakini haina na nini, haiproduce. but it won't really Watu saidie produce. sana. Amen. Lakini akasema ya kama ile mbegu ilianguka katika udongo But nzuri, he said the seed that fell on good ikaenda soil, kuota it na grew ikazaa and matunda. it flourished and bare Jina Bwana fruit. tulibarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nafsi iliyokuwa hai A soul that was alive inachukua matunda, takes the fruit. inazaa matunda, It bears fruit maana ilianguka because it fell katika udongo on nzuri, good ground. na shetani ana na mlango And the devil doesn't have the wa door kuweza kuingia to enter na kuiba. and steal. Kitu cha pili Secondly, ni dhambi na kutokutii neno la it's Bwana. sin and disobeying the word of God. Bwana tusaidie sana. The Lord help us. Habari ya nafsi yako, How is your soul? habari ya nafsi yako asubuhi ya leo. How is your soul this morning? Are you okay? Uko sawa na Yesu Kristo? Are you okay with Jesus Christ?
waliokuwa na Yesu Kristo wanatangaza kama sisi tuko tayari na Yesu Kristo. Those who have Jesus proclaim that we are ready with Jesus. Bwana tusaidie sana. The Lord help us. Dhambi zinapoingia katika ulimwengu, When sin enters the world, nafsi ikaanza kupotea. the world, Kutokutii kunaanza kuingia. disobedience enters. Na Mungu akaanza kupotea. And God starts to Maana fail. wakati nafsi inaguswa, Because when the soul is touched, roho anasonga mbali sana. the spirit goes very far. Wakati nafsi iko sawa na Mungu, When the soul is good with roho God, anakaribia. the soul comes near. Watu The saidie spirit sana. comes near. Haleluya. Amen. Na ndio kwa maana katika Warumi 3:23 And that is why in Romans 3, utasikia sema wote walitenda dhambi na wakapungukiwa na it says utukufu wa Mungu. all have sinned and fallen short of the grace Ni of kusema ya God. kama makosa I'm not saying that sin inatenga watu na Mungu, separates people from God. inaua nafsi, It kills the soul. inapoteza nafsi. It causes the soul Nafsi to haina perish. tena na kupumzika, And the soul no longer finds haina rest. connection na Mungu It's tena. not in connection with God. Wakati dhambi zinapoongezeka, When sin watu increases, wanapoteza utukufu wa Mungu. people lose the glory of Wakati God. kutokutii neno la Bwana When kunaongezeka, disobedience watu wanafanya increases, kazi ya Mungu kwa mazoea. people serve with familiarity. Bwana turumie sana. God have mercy. Habari ya nafsi yako. How is your soul? Habari ya nafsi yangu. How is your soul? Ni nini unasikia ambayo What is it that you feel inaanza kukinga utukufu wa Mungu kuingia ndani ya maisha that's yako? blocking the will of God, the glory of God from entering your Maana life? unaposoma katika Isaya For when you read Isaiah 59 na udogo wa 2, ukasikia sema mkono wa Mungu sio mfupi kwa kuweza kuokoa mwanadamu, the hand of God is not too short to touch lakini men, makosa yenu but the sins of men inawafanya nini kuwatenga mbali na Mungu is wenu. what separates you from God. Inafanya mkono wa Mungu unakuwa mfupi Is kuwasaidia. what causes the hand of God to be short Na to ndio help kwa you. maana ikiwa uko naomba kwa Mungu That is why if you pray to bila God kutengeneza nafsi yako, without fixing it with ni your soul, kupoteza muda bule. it is a waste of Maana time. Mungu ni Mungu ambaye Because God is the anakuja God kwetu who comes to wakati us anapoona nafsi zetu when He sees our ziko soul tayari, is ready. inamruhusu Roho Mtakatifu kuingia. It allows the Spirit of God to Bwana tusaidie enter. sana. Amen. Na wakati Roho Mtakatifu yuko anatumika ndani And when the yetu, Spirit operates tuko within watu wa us, kubariki we wengine, are people who bless tuko watu wa others. kushuhudia neno la We Bwana, become people who tuko watu wa testify kuna of the bidii ya word. kufanya kazi ya We become Mungu, people with the tuko na diligence to bidii ya serve. kusamehe We have the wanaotukosea. diligence to forgive Maana those who sio wronged sisi us. wanaoishi, But it's no longer us who lakini ni Kristo anayeishi lives, but ndani yetu. Christ who lives inside of Watu us. tusaidie sana. God help us. Hiyo ni alama iko inaonyesha ya kama This is a sign that shows nafsi yako that our soul ingali hai. is still alive. Watu tusaidie sana. God help us. Dhambi Sin zinafupisha mkono wa Mungu. shorten the hand of God. Kutokutii Disobedience kunarudisha mkono wa Mungu nyuma. shorten the hands of God. Na kitu cha tatu, And thirdly, mafundisho ya uongo. deceptive teaching. Bwana tusaidie sana. Amen. Biblia imefundishwa mahali pote. The Bible teaches everywhere. Mimi kila wakati wote nakuwaka nasema ya Every time I say this, kama mtu anakuwa na theology, if one has theology, their anaanza theology, kunifundisha ma meaning, and they start teaching me meanings and other meanings, nasema ndio unafanya vizuri sana. I say, yes, that's good. Unanifundisha nasikia ma meaning yote. I've understood all the Lakini meanings neno la of Mungu liko things. simple sana. But the word of God is very simple. Very simple. Kumtii Mungu wako To obey God katika njia yote unayotaka, in all your ways. bila hata kufuata theology. Maneno tu kidogo asema mtamtii Mungu wenu The small thing that says obey your na God, kuogopa Mungu wenu, you'll fear God, fear hiyo the Lord. inatosha kabisa. Just that is enough. Watu saidie sana. Amen. Maana Yesu Kristo achunge vitu vingi sana. For Jesus Christ doesn't hold many Anaangalia tu things, reaction yako mwile kitu kidogo ambacho ulisikia. but He's looking at the reaction you have in the small things you heard. Utafuata njia ya kweli wala utaenda katika njia Will you ya find the upotofu. true path
path or go to the bad way. Bwana tusaidie sana. Amen. Utakuta makanisa wengi wanapigana tu juu ya interpretation You ya see passage biblique. people fighting in churches because of a scripture interpretation. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Juu ya utafsiri wa nini wa neno la Bwana. Because of an interpretation of the word of God. Au wanasema inasema hivi. People say Au it wanasema says inasema this. hivi. Another says Na it wengine says wanaanza that. kumkumbe vile mnaenda kutafsiri vile. Another say if you Na hiyo translate it kanisa this way, sitaingia mote. so I won't enter the church because of that. Bwana turumie sana. The Lord have mercy. Lakini neno la Mungu But the word of God ni kidogo tu. is very small. Kenye kinakosa What is missing ni Roho Mtakatifu kufanya kazi is the work of the Spirit of God ndani yetu. to work in us. Bwana tusaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Maana wakati nafsi kama inapotea, Because when the soul is lost, kuna alama nyingi ambazo utazitambua. there are many signs that you'll recognize. Wanapenda kujitetea sana. They like to defend themselves. Hata mtu anakuambia sema ndugu kile uko nafasi sio kizuri. Even when someone tells you what you're doing isn't Inaanza good, kwenda mbali na mapenzi ya it Mungu. goes from the will of God. Nadhani sisi wazee wanaanza komea. I believe as elders Watatuambia we sema start mweye saying, mlikomeaka mane 1900 combien. they'll tell us, oh, we were born Mungu in anapenda this kutufundisha age. sisi vijana ambao wa 2000 You combien. want to teach us who were Sisi born in the ulimwengu ulishakuwa nini? 2000s. Ulishakuwa developed. The world has already developed. Lakini Yesu Kristo Biblia inatuambia kama But Jesus Christ, the Bible tells Yesu Kristo ni us yeye yule that Jesus is the jana, same leo, hata yesterday, milele. today, and Jina Bwana forevermore. tulibarikiwe. Praise the Mungu Lord. wetu abadilika. Our God never changes. Abadiliki na miaka. He doesn't change with Kile age. kiswa style utaweza kufanya. So whatever you're Yeye Mungu doing, yuko paka yule yule. God is still the Jana, same. leo, hata milele. Yesterday, today, and Bwana tubariki forever. sana. Amen. Sasa kutokutii So na disobedience, mafundisho mbalimbali disobeying inawapoteza teachings wengi causes many kuwapeleka mbali na maisha yao. to go far, Kuwapeleka mbali na uzima. to go far from life, Wakapoteza nafsi zao. and they lose their souls. Na ndio kwa maana unaposoma katika Biblia That's why when you read in the Bible, katika Waebrania 6 Hebrews 6, 4 4, asema kiko kigumu sana it said it's very hard kwa wale ambao walioonjwa for those who tasted ku ile neno la kweli la the uzima truth, the word of life la Yesu Kristo, of wakati Jesus, wanapoanguka when they fall pa short, kuwarudisha for them to bring them kiko back, kigumu sana. it is very difficult. Watu saidie sana. God help us. Ukiona pastera anaanguka, If you see a pastor maana falls, nafsi yake ilishakufa and zamani, because they're so aina na already uzima perished, ndani, it has anaanza no life, kutumikisha maverse biblika and kuwa they start anafundisha to use zamani the teachings juu that ya they defendre didn't use, zambi yake. so that they can define and defend their sins. Watu saidie sana. Amen. Kwa nini inafanyika? Why does that happen? Maana ni mtu alionja Because there's someone who kuvitu vya tasted Mungu the things of na God, eko na nguvu sana and they had ya power kudrible neno la Mungu to misinterpret the word na of apate God kuwafundisha mambo ya uongo. and to teach deceptive teachings. Watu saidie sana. Amen. Mafundisho, Teachings. wakati uko napokea mafundisho tia kwa akili sana. When you receive teachings, pay attention Usidharau to ule it. kuna kupatia mafundisho, Don't despise the messenger. mpokee kwa furaha, Receive them with joy, lakini tumikisha akili yako but use your mind kujua kama ni mafundisho ya kweli and discern if it's a wala ni true mafundisho teaching ambayo shetani anaanza kuleta na fanana vya Yesu or Kristo, teaching that mimics the word of lakini God, inapenda kuiba nafsi yangu. but it wants to steal your soul. Bwana tusaidie sana. God help us. Bwana tusaidie sana. God help us. Mafundisho ya Biblia Biblical teaching iko rahisi sana, is very simple. na kitu kingine kinachofanya watu kupoteza nafsi yao, And another thing that causes people to lose their soul, uchanga wa kiroho, amen, immaturity spiritual. is spiritual maturity. Amen, amen. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Kumbe kuko na watu ambao katika kiroho wako malaki. So there are people in the spirit who don't grow. Bwana turumie sana. God help us. Watu wako malaki katika kiroho, There are people who don't grow spiritually. eko paka yule yule. They're just the same. Yani ni kusema tuanze kufundisha paka vile It's to say, let's just Yohana continue to teach John 16, John kwa maana Mungu 3:16. alipopenda ulimwengu. For God so loved the world. Amen, amen. Amen. Lakini alama ya kuonesha watu wanakomea But the sign of growth ni wanaanza kula chakula ya nguvu is sana. when they start to eat hard, solid Watu food. saidie sana. Amen. Sasa kuwa watu hawakomale katika kiroho But because people are not maturing kunafanya watu spiritually, wanapoteza nafsi yao, it causes the loss of the soul. maana hakuna nguvu ndani yao. For there is no power inside of them. Haleluya.
Amen. Maana ukisema katika Waebrania, If you read Hebrews, Ebrania alikuwa na mafundisho mazuri, it Paulo carries alifanya great kazi mzuri sana. teachings. Asema ikiwa kama mtu anaenda kuishi engali na ishi na nyuki, And it says if a baby is being fed kama milk, ungali nakunywa milk ni kusema ungali nani? if you Ungali bebe. continue Lakini sisema to kunywa drink milk milk, ni it kuwa bebe. means that you're just Amen, a baby. amen. Amen. Maana milk iko mzuri tunaikula hata wakati uko But nakula milk is siri. also for everyone. We Amen, can all amen. drink milk. Ni Amen. kusema ni maziwa ya kusema mtu apate kukomala, But it's to say it's milk for someone to mature, mifupa ipate kuongezeka. for the bones to continue Ikiwa to kama grow mtu engali strong. nakunywa milk, If one continues to just maana drink yake ni milk, kusema engali mchanga. it means that they're still very immature. Watu saidie sana. Amen. Na mafundisho ya kumfundisha ule mtu And the teachings that you teach inapaswa them, kumfundisha mafundisho ya ubebe. you must teach them rudimentary Lakini najua teachings. sisi sote tulishakuwa wakubwa, But I know we're all mature and tunaanza older. kula chakula ya nguvu sana, We start to eat solid food. na hapo hatutaenda kuishi kama vile watu ambao And we won't live as people. wanaenda kufundishwa Who are leo hii ndio taught. kwanza kusikia maneno ya Yesu And Kristo. today is the first day they hear of Jesus. Batu ambao beko na immature People kama who are spiritually mature, abakomale katika kiroho they don't mature spiritually. ni watu wa fujo, They're people who make a lot of noise. ni watu wagomvi, They're people who like to fight. ni wasema uongo, They're those who lie. ni wezi, They're thieves. ni wadanganifu. They're deceptive. Watu saidie sana. God help us. Saa moja unaweza kuiba hata mvitu biko bene asema biko sawa, bene unaona kisa biko kweli. Amen. Hata mtaxi return anaweza kuiba. Even on your taxes you can steal. Bwana turumie sana, amen. The Lord have mercy. Ile yote iko inaonyesha immature ya watu kukomea, All that shows kutokukomea katika kiroho. immaturity, not maturing in the spirit. Yalikuwa yako ni yako. What was yours is yours. Bwana tusamehe sana. Amen. God forgive us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Najua muibaki mnakuwa kana I fahamu know we vizuri don't sana. steal, we do Wewe really mko wana wa good. Mungu, mnachunga We are nafsi zenu children of vizuri. God, keeping our souls well. Kumbe watu wanapasha kukomana katika kiroho. So people must mature spiritually, Juu maisha yao kimwili ipate maisha yao ama nafsi zao zisipate kupotea. that their souls don't Na kitu perish. cha mwisho And lastly, ni experience mubaya it is ya maisha bad experiences of life. inafanya watu kupoteza nafsi zao. It can cause people to lose their soul. Bwana turumie sana. Amen. Unaona kuna wakati moja You know, there are certain times mambo inaweza kutokea katika jamaa lako, things can happen in the family unachanganikiwa sana, and you lose your mind. You get unaanza kuuliza confused. na kuuliza ya kama You start asking, eske huyu Mungu this God, ni Mungu wa kweli is he truly a au true ni Mungu wa God uongo? or a false God? Sababu kana unaanza kujiuliza vile Why do you ask yourself ni juu this? ya mambo ambayo unaanza kuishi katika maisha yako. It's because of the things that you are experiencing in your life. Mvurugo katikati yako, unachanganikiwa, The destruction that brings ajue confusion, aujue ni kipi utaweza kufanya. and you don't know what exactly Na you can wakati do. mambo ile inakuzunguka, And when trouble surrounds you, shabaha yako kitu cha kwanza the first thing, unakata tamaa you lose hope, hata ya kutafuta uso wa Mungu. even to seek the soul of Unakata God. tamaa You give up, hata ya kuwa katikati na watu wengine. even being amongst other people. Hata wakati unaposikia Even when you hear pastor kuna kupigia simu, the pastor calling your unaona phone, ni pastor iko naniita, you see the pastor's calling me, and, unaipeleka pale. and you throw your phone down. Maana ndani yako mna hasira kubwa sana. Because inside of you there's great anger. Bwana turumie sana. God have mercy. Ni wangapi ambao wanakuwa na turn off maapeli yetu? How many turn off their phones? Muko pale? Are you there? Bwana tusaidie sana. God Najua help mnapokea us. kama apeli yetu. Mungu awasaidie sana. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sababu kana unapika apeli, wengine wanafunga na bapasteri na bana nabo mrepertoire yao. Others even close the pastor's calls, Sipendaki pasteri ziko mrepertoire saying, yao. I don't like this pastor Sipendaki to pastor be in my Solomon como contact. repertoire yao. I don't like this Sipendaki pastor ule in my mama kumuona contact. hata muapeli I yao. don't like to see this woman in my contact. Kwa nini unafanya vile? Why do you do that? Ni maisha yanakuzunguka. It's because the life that surrounds you, Hasira inaongezeka katika moyo wako. anger increases in your heart. Sio kusema unawachukia wale watu, Not because you hate those lakini kuna people, wakati mmoja unaanza kuuliza ya kama but there are times you start to ask, eske ule Mungu wanahubiri ndani ya kanisa hile is the God they preach in the ni Mungu wa church, kweli anafanyaka wala is sio he a Mungu wa true kweli? God who really answers or Watu not? tusaidie sana. God help us. Kijana mwanamke A young woman
alikuwa anatafuta kama ni boyfriend who was looking for a boyfriend. asimupate, They don't find them. akili yote All inachanganikiwa. their mind gets confused. Unapomwambia mambo mengine hata kusikia When you tena, tell them other things, they won't na listen kula to chakula you. munyumba anakataa. Even eating food in the house, they won't Sasa eat. kama unakataa kula, unataka kufa, So if you stop eating, do you want to die? ni kusema ukifa unapoteza nafsi yako mara If you mbili. die, you lose your soul. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuko vitu vya mingi ambavyo kunafanya watu There are many things that causes people wanakuwa wanachanganikiwa to be confused na baada wanapoteza nafsi zao. and afterwards lose their souls. Bwana tusaidie sana. God help us. Ikiwa kama mimi pastor nilikukosea, If I, the pastor, maana wronged uko you Mkristo wa kweli, because you are a true believer, kuja unione. come see me. Bwana tusaidie sana. God help us. Sababu kali ya kuniona, Why see me? maana aujue hata na mimi pia mchungaji Because you don't know if I, the ninaanza pastor, kupoteza nafsi yangu have already started to lose my soul katika njia moja na ingine. in one way or another. Bwana tusaidie sana. Amen. Ni kusema sisi huku It's to say tuko na waona nyinyi we see you na nyinyi mko na tuona. and you also see us. Unapotuona tunaanza kuteremuka. When you see us deviating, Sofa kwetu utuambia come kama near us and tell us. unaona saa kuko mteremko. I see that there's a deviation here. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Maana Mungu aliyetuita For the God who sio called Mungu wa us sisi is kujipandisha. not the God of us Ni lifting Mungu ambaye ourselves up, kunyenyekeza kila but wakati. it's the God who humbles Kitu cha kwanza us. unapotuambia maneno yale, The first thing you tell us, tunainama kwanza mbele ya Bwana we'll Yesu humble Kristo. ourselves before Sema Baba Jesus uturehemu. and say, Father, have Inaonekana kuna mercy. njia moja tulianza kupoteza Maybe kondoo there was a yako way I started to na deviate your kuipeleka mbali na sheep mapenzi and yako. take them far from your will. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mambo mengi yanasababisha watu wengi There are many things that causes many people wanapoteza nafsi zao. to lose their souls. Unapojiangalia, When you look at yourself, fanya kwanza examen de conscience pale huko. do an observation where you are. Est-ce que réellement nafsi yako iko sawa? Truly, is your soul well, in good health? Au na mtu unachukia? Do you not have a person you hate? Au na mtu aupendaka kuongea A naye? person you don't like speaking to? Au na mtu ambaye aupendaka hata kumwona na A macho? person you don't even like seeing? Au na racist way? Are you not racist? Au na tribalist way? Are you not a tribalism? Ule ni wa kutoka kule, ule ni wa kutoka kule, wa kutoka kule. Saying this one goes this Hiyo ni way. alama iko inaonyesha watu manafsi zao zinaanza kufa. All these shows the perishing of the soul. Unapoona hiyo alama inaweza kuonekana ndani ya moyo wako, When you see the sign in your ujue kama heart, umeanza kufa katika imani. know that you start to dim in the faith. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Najua muda wetu umeshaenea, I know our time has lakini wakati come, kama tuko na meza ya Bwana, but if we have the Holy tunakuwa kanaongeza Communion, tena dakika we nyingine. typically add a Bwana couple tusaidie minutes. sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana wetu apewe sifa. Praise the Lord. Najua leo hamtakuwa wa immature, tutakuwa I watu know today wakubwa. we won't be immature, we'll be mature. Hallelujah. Spiritually. Amen. Maana unapoteta mtu mwingine, When you gossip about another, ni nani yako naongea? Ni who nafsi is yako. speaking? It is your soul. Nafsi yako naambia kinywa, Your soul tells your kinywa mouth. katalaki. The mouth won't refuse. Mnajua sema kinywa akikatalaki, You know the mouth will not ukimpatia refuse. chakula uchungu yeye atapokea. If you give it bitter food, Lakini he will ulimi take unasema it. no 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 no. Haina sawa. Amen. Unapima kutima, lakini Yesu You try to spit it out, but juu nafsi utaswallow tu because the utaingiza ndani. soul brings it, you will Kinywa swallow it. katalaki kusema. The mouth does not refuse. Na kuko watu wenye beko na tabia ya kuwa bonjo wa kwanza wa kuanose mambo kama And there are inafika. people who are always the first to announce bad Uvumilivu things. unakuwa kama mzuri sana. Unajua sema mkukimbia mbio. Patience is a good thing. Know that running Unaweza too kuingiza fast mambo ya kuharibu nafsi yako. can cause you to the destruction of your soul. Bwana turumie sana. God have mercy. Bwana turumie sana. God have mercy. Ulisikia kama ni babwana munyumba alikuwa kama ni kimulango walisukuma kama ni kiti banakifika kumulango. You heard they took the chair and threw Wewe it at the unatoka sema door. watumishi yenu weko humu. And you're at the first saying, oh, Leo the wanapigana usiku disciples, wote mzima. they stayed up all night fighting each other. Sio watumishi ya Mungu. Not servants of Beko God. napigana. They're fighting each Kumbe walikuwa other. napigana ni kiti walibunga kumulango. So you thought they were fighting, but it was a Hakukuwa door, magomvi. a chair that Na hit the wakati door. wanatoka nje beko naongea There beko was no natembea fight. And pamoja. when they left walking together well, Unaanza kushangaa sasa baba you get walikuwa wanapigana amazed, usiku. saying, weren't they fighting at Hawakuwa night? wanapigana. They were not Ni fighting. mambo tu ya viungo vilikuwa naanguka munyumba. It's just the chairs that Bwana fell. aturumie sana. The Lord have mercy. Na mtu wa haraka anaingia haraka anaanza kuzambasha. And a Ukiambia fast huyu person spreads the news.
na yeye anaambia mwingine, They tell one person and that person nadhani tells kuko watu another. wengi tusichukue kama hii mambo kama vile muzaa. Amen. Let's take it serious. Let's take this seriously. Yani nilikuwa nafuata story moja ku Facebook. I was following a story Nadhani wewe on ulikafuata Facebook. mzuri. Maybe you also Yawezekana saw it. ulikaona. Maybe you saw this Asema story. wapastori tatu Saying 3 pastors wakawa pamoja were together wakasema acha tuambiane tutubuni nini dhambi moja kwa mwingine. and said, let's Amen, confess amen. and repent of sins. Huyo akasema mimi napendaka pesa sana. One said, I love money too much. Naomba mchungaji unisamehe. Pastor, forgive Wewe unasema me. na mimi nakuwaka nyuma ya watoto niko natafuta huku na huku. And the other one said, I do this and Lakini that. watatu akasema ya kama And the other one dhambi said, mkuu napenda mniombee. the grace sin, I want you to pray for me. Mimi nikisikia watu wanasema mambo, When I hear people saying, kinywa yangu aichungake secret. my mouth does not carry a secret. Hivi mnaniambia mambo yenu, The fact that you've told me your nitaenda kupublia secrets, katika mji. I will go and spread it in Maana the ndio jinsi mimi nation. niko. Because that is how I Na mimi am. naomba mniombee hiyo Please dhambi pray for me for this ya sin, kusema ipate kunisha. that it can end. Sasa watumishi wa Mungu The wakachanganikiwa. servants of God were very confused. Kwani tulimuita huyo mtu katikati yetu? They say, why did we call this person? Bwana turumie sana. God of mercy. Usutwa Gossip ni alama iko inaonyesha sema mtu anapoteza. is a sign that shows that your soul Tuweni is wa lost. Kristo wa kweli. Let's be true believers. Tuweni wa Kristo wa kweli. Let's be true believers. Kama unaona mambo kama yale yanaanza kukusonga katika maisha yako, If you see things like this in your life, nafsi yako inapotea. your soul is beginning Generalema to dim. katikati yetu. Among us, Kinachofanya generally, nafsi ya sisi watu wengi what kupotea causes the soul of many to be lost ni kupoteza connection yetu na Mungu wetu. is the loss of our connection with God. Hallelujah. Amen. Connection na Mungu wetu ikipotea, When our connection with God na gets nafsi yetu lost, inakufa. our souls perish. Hallelujah. Amen. Maana katika Because njia gani in what way? watu wengi hawaombi tena? Many people don't pray. Watu wengi hawasome neno la Mungu Many tena. people don't read the word of God. Watu wengi hawatafuti tena conseiller kwa watu wengine. Many people don't pursue counseling from others. Watu saidie sana. Amen. Mambo inapokufikia When things occur, unakaa nayo kile ndani ya moyo wako. you keep it in your heart. Na njoo kwa maana tunazika watu wengine That is why we bury many people. hawakufe, maana kuna magonjwa na wasonga sana, They don't die due to sickness, maana ni mambo ambayo ilishika nafsi zao, but because things that consume their wakakaa soul, nayo kimya, and they stayed silent na with baada it. ikawalinda kukifa. And afterwards it led to their demise. Bwana tusaidie sana. Amen. Wakati nafsi yako inaguswa, When your soul is touched unasikia uzito, and you feel a burden, ulikuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu iko you have natumika, the Spirit of God unaanza working, kusikia uzito, unaanza kuingia and you ndani start to yako. feel a burden Ni wakati wa enter. kureconnect tena. It's a time to reconnect Tafuta again. uso wa Mungu, Seek the soul of omba, God. ingia katika maombi, Pray and to alika Roho prayer. Mtakatifu wa Bwana Welcome the Spirit of apate God kukujaza tena, to fill you up ili again, upate kusikia nguvu na msimamo that you can wa stand kusonga mbele katika and imani. feel the strength to continue with tusaidie the sana. faith. Amen. Wakati watu wanapoteza When maombi, people lose prayers, ni njia moja na mlango mkubwa it's a ambao great way tunamruhusu shetani to allow the kuja devil kuharibu nafsi to zetu, destroy our kuja kuharibu souls, manyumba to yetu, destroy our kuja house, kuharibu watoto to wetu. destroy our Maana ujue ya children. kama Because you must ikiwa know kama that mmoja katika nyumba if one in the house anapoteza nafsi yake, loses their ni kusema soul, nyumba yote mzima the whole family inapoteza nafsi zao. starts to lose their soul. Watusaidie sana. Amen. Ikiwa baba anapoteza nafsi If the yake, father loses their anaanza kufanya soul mambo ya machafuko, and starts to do au mama destructive anapoteza things, nafsi yake, or the mother anaanza loses their kufanya vitu soul vibaya, and does ni bad kusema hiyo things, nyumba that house inapata na mlango wa shetani. receives the door for the enemy to enter. Watusaidie sana. Amen. Hata kama sisi wanaowalinda, wanaowaongoza, Even us who lead you, tukiingia katika njia mbaya, if we go into a bad na way, kanisa nzima mtakuwa affected. the church will be affected. Hallelujah. Amen. Watusaidie sana. Amen. Tuwe mconnection na maombi. Let's be in connection with Tusome neno prayers. la Mungu Read the word of God, ili tupate kutia nguvu nafsi zetu, that we can strengthen our ili souls, nafsi yetu ipate nguvu ya kusonga mbele that our souls can be encouraged na to kudumu katika continue mapenzi ya Mungu wetu. and to continue in the will of Lakini wakati God. tunapopoteza But when we lose nguvu ya Mungu, the power of God, na nafsi yetu inaanza kupotea. our souls begin to dim. Swali nakuuliza kwa siku ya leo, I ask you this question today. habari ya nafsi yako. How is your soul?
nafsi yako ingali katika mapenzi ya Mungu? Is your soul in the will of God? Ijapokuwa unakuwa kuimba hapa, Despite you singing here, nafsi yako ingali katika mapenzi ya Mungu? is your soul still in the will of Ijapokuwa God? nasimama na ubiri neno la Bwana, Despite you preaching the word of God, nafsi yako ingali sambamba na mapenzi ya Mungu? does your soul align with the will of Ijapokuwa God? watu wanatuona tuko na tabasamu, Despite people seeing us nafsi smiling, yako iko sawa sawa na Mungu wako? is your soul aligning with God? Watu saidie sana. Amen. Maana Biblia imetuambia ya kama For the Bible tells us, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. guard your heart above all Maana else. katika moyo wako ndio mko natoka uzima. From of there flows the rivers of life. Wakati nafsi inapotea, When the soul unapoteza maisha perishes, yako yote. you lose your life. Kama ulikuwa mama wa tabasamu katika If nyumba you are a yako, woman of great wakati laughter, unapopoteza hiyo tabasamu when katika you nyumba lose yako, that laughter in nyumba your yako yote house, mzima iko affected. your house will be affected. Kama ulikuwa baba, ulikuwa na garamia vitu vizuri, If you are a father who is ulikuwa unalinda mke wako responsible vizuri, and protected wakati your wife unapopoteza well, hiyo hali, when you lose that ikipotea nature, nafsi ya nyumba yote mzima inaanguka. the house is impacted greatly. Ikiwa kama watoto wanaanza kuanguka katika dhambi, If children start to fall in sin, yawezekana mmoja katikati ya nyumba anaacha mlango wazi. maybe one of them leaves the door open. Bwana tusaidie sana. Amen. Tulinde nafsi zetu. Let's guard our hearts, our souls, Tuiconnect kwa Yesu Kristo. connected to Jesus. Maana yeye ndio source ya nguvu. For he is the source of power. Wakati tunapoanguka, When we fall, anatutia nguvu tena. he strengthens us again. Hayamaanisha tena asema hatutaweza kuanguka. It doesn't mean that won't fall again. Tutaanguka, We will fall, lakini tuko pembeni ya nguvu. but we are close to Ya the kututia strength. nguvu tunaanza kuendelea kufanya kazi ya The Mungu. one that gives us the strength to continue Kama serving unaona God. ulikuwa na hamu ya kuja kwenye kwaya uko naimba, If you had the power and the strength to come lakini to hapa choir and unaanza sing, chakula masiku ya kuja but kwenye lately kwaya, you start to count the jua days sema kwa to kitu come, kinaweza kiende vizuri katika know that nafsi there's yako. something that is not going well in your Watu soul. saidie sana. God help Maana us. kumbuka katika ujana tulikuwa nakimbia kukwaya kila wakati yote. If I remember when we were young, we'd run to choir. Wakikwambia sema hutaimba, When they tell you you won't sing, unahuzunika you sana. will be very saddened. Napasha niimbe. I must sing. Watu saidie sana. Amen. Na tuko naimba wakati kama waimbaji wanaimba wote na nafsi zao ziko sawa. And when all the singers sing with a Iko good natuafekte soul, sisi it wote. affects us as a church. Watu saidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Mungu wetu ni roho, Our God is spirit. na wanaomwabudu Yesu And Kristo those who worship wanapasha Jesus kuwa katika roho. must worship him in the spirit. Haleluya. Amen. Tuchunge nafsi zetu. Let's safeguard our Kanisa la souls. kuomba, chunga nafsi yako. Church of the Lord, guard your soul. Linda nafsi yako na vitu vyote Guard vibaya. your soul from all bad things. Kila kitu, hata mtu anakutukana, Everyone wants to onesha despise you. uvumilivu. Show Hauvumilie endurance. juu yako wewe peke You yako, don't endure lakini for unavumilia yourself, juu ya Yesu but you Kristo. endure for Jesus. Maana unapovumilia For when you endure huko mbinguni, in heaven, kuna taji ambayo kunaandaliwa vizuri sana there is a zaidi crown that is prepared well juu ya uvumilivu wako, for your na endurance. tena unaokoa nafsi ya mtu And ambaye you are kunapotea. saving a soul that was perishing. Watu saidie sana, Amen. onesha uvumilivu. Show endurance. Hata wakati marafiki wanakupatia pombe mbele yako, Even when hakunywa, friends give you wine, waambie sema mimi niko wa Yesu Kristo, tell them I belong to Jesus. maana sitapoteza nafsi yangu. I will not lose my soul. Wapendwa katika Kristo, Beloved in Christ, najua leo ilikuwa siku mrefu, I know today was a long day, lakini kitu kikubwa napenda but the important thing I want usiku wakati uko naenda, to conclude with as the time goes fanya examen ya moyo wako. is to examine your heart. Kila siku sote unapolamuka, Every time when you wake up, umuulize nafsi yako, ask your soul, habari nafsi yangu, how are you, my soul? uko sawa na Mungu wangu, Are you good with God? wala vitu haviendeke sana? Or are things not going well? Roho Mtakatifu atahakikisha ndani yako, The Holy Spirit will ensure kwambia inside sema of you uko sawa, that you are good, uko na mapenzi ya that Yesu you Kristo, are aligning na with the will Mungu of eko God, pamoja na wewe, and that the Lord is with na you, kunatembea katika mapenzi ya and that you are Mungu. walking in the will of Lakini God. kama kuna simama kitu kinasimama kama vile kiumbashi mbele But yako, if there is something that stands as a barrier, kama ni toba uende kuomba toba, if it's repentance, go seek kama ni msamaha repentance. uende kusamea If mwenzako. it's forgiveness, forgive your neighbor. Bwana turehemu sana, Lord, show Bwana mercy. turehemu sana. May the Lord show Tusikufe mercy. katika dhambi, Let's not die in sin, lakini tupate kuwa na nguvu but let's be strengthened kupitia Roho Mtakatifu, through the Holy Spirit, ili tupate kuokoka that we may be saved na tupate kuwa na uzima wa and milele. have eternal life. Kwa hiyo hilo ndilo neno ambalo Bwana aleta kwetu That is the word the Lord gave us juu ya kuchunga nafsi zetu to guard our souls. zile ambazo zimekuwa zimeshakufa. The souls that were lost and Mungu died, anakuambia sema
ujiconnecte kwangu mimi. God is saying, connect yourself to me. Mimi nitakupa nguvu. I will give you strength. Kwa hiyo Bwana wabariki sana. May God bless you Kwa all muda wote ambao mlisubiri for the time that you kwa are kuweza patient kusikiliza mapenzi ya Mungu. to listen to the will of God. Bwana awabariki. May God bless you.